na ile maneno ya cultural event. That is amazing event. Kwa kuiga mfano kama ile ya Tobongloore kwa Turkana. It is beautiful. Inaleta hata stakeholders wengi sana, donors, hata international donors wanakuja pale kushuhudia tu ile culture. Kwa hivyo tukiweza kupata hiyo ambayo umesema ina revolve. This time iko West Pokot, the next time iko Turkana. Hiyo italeta amani. Honestly, italeta amani. Kwa sababu kutakuwa na ile utangamano. Kwa sababu hatujakuwa tukipata ile nafasi ambayo tunakuja pamoja. Sisi tu sema tunaongea na huku, wale wanaongea tunataka amani au wanataka amani. Lakini tuwe na ile events ambazo zitatuleta pamoja. Last year tulidevelop a very good policy inaitwa investment policy. Hii ikaleta kitu ambacho inaitwa Pokot, West Pokot and Turkana Investment Conference. Ambapo ilileta elites from here, from West Pokot na elites from Turkana County. Tukakaa pamoja tukasema, for how long tutakuwa tunaomba tu misaada. Kama ni gold tuko nazo. Kama ni nini? Kama ni shamba tuko nazo. Ufugaji sisi ndio wenyewe. Sasa tuko na ng'ombe za kutosha ambayo inazalisha hii nchi yetu. Hata ile ng'ombe ambayo watu wanakula pale Nairobi. By the way inatoka huko. Inatoka hapa. Kabisa. Kwa hivyo hiyo investment policy, investment conference ilikuwa nzuri sana na tulikuwa na hata hiyo time ya kuzungumza maneno yetu ya insecurity na tutaweza kufanya nini ili tuweze kuiana na tukae na amani na tuweze kuvuna ile mavuno ya vitu ambazo tuko nazo. Asante. Nashukuru. Naona time inatupeleka mbio sana. Msikizaji, wacha tukupatie nafasi pia dakika 1-2 ukauliza maswali kama uko nayo ama kama una jambo unataka kuzungumza. Itakuwa ni nafasi kwako. 0700 930 0752 930 manake nikirejea utakuwa unatuambia pia kama Kepako kuna mpangilio gani ambao mmeweka, labda hapa mbele ni nini ambayo tutarajie pia, na watu wanaweza kusupport vipi, na nazungumza kuhusiana na vijana wataweza kusupport vipi, itakuwa ni ya muhimu. 0700 930 0752 930 nafasi kwako. Dakika 1-2-3 msikizaji, tumekuwa tukizungumza kuhusiana na swala nzima ya security, na lakini kwa sasa ni kupitia vijana kwamba wewe na mimi kama kijana tunaweza kusaidia kupata suluhu la kudumu, kwa sababu tukiangalia kiukweli ni kwamba bado kabisa hatujapata suluhu ya kudumu kwa njia ambayo tumekuwa tukitumia. Lakini wewe kama kijana unakuwa na uwezo wa kuweza kutoa maoni yako, na hata kama si leo bali Kepako wamepeana nafasi kwamba idea yako ambao umekaa pale unaweza angalia na ukasema mimi nikiangalia kiuzuri naona shida iko hapa, na hii shida tunaweza kuitatua hivi na hivi na hivi, itakuwa ni mzuri. 0700 930 au 0752 930. Alafu kwa wale wa SMS, nashukuru sana wale ambao pia mmetuma pale kwa Facebook yetu, nashukuru sana kwa huo muda. Itakuwa rahisi sana kwa sababu na dakika chache hivi kama 7 inaweza kuwa ya muhimu tukimalizia, itakuwa muhimu sana. Asante sana, na labda tu tukingoja kidogo, labda kwa sababu ya wakati naambiwa kwamba wewe ndugu yangu wakati wako unakimbia, malizia. Labda tuambie tu mipangilio ambayo Kepako imeweka ni yapi hapa mbele, ili kuwe vizuri pia wale wanasikiliza. Alafu zaidi ya yote pia ni muhimu vile ambavyo kwa sababu umesema kuna wale wanaweza report, wanaweza fanya nini, na kuna wengine labda ni mara yao ya kwanza kusikiza kile ambacho tunazungumza hapa, na labda angependa kuchangia na sema hata pia mimi kuna mambo huwa nayaona na najua shida iko hapa, inakuwa hivi na nina report kivipi, itakuwa ni muhimu. Yes. Labda tunianze na mambo ambayo tumeipanga. Kwa sasa tunaangazia pia maneno ya climate change. Hii ni jambo ambalo tuweze epukana nayo. Kabisa. Climate change is real and it is universal. Na sisi kama wavugaji kwa kweli hatujaepuka nayo. Na pia ni chanzo ambacho tunaendelea kupigana, kwa sababu kumekuwa na ile upungufu wa maji, upungufu wa malisho ambayo sisi kama wafugaji tunaitegemea. Kwa hivyo tunaenda kuleta maneno ya environmental peace building ambayo tunahamasisha jamii yetu kuhusiana na ile effect ambazo tumeweza kupata na jinsi ambavyo tunaweza kuepukana nayo. Kabisa.
hapo awali tumekuwa na conversation pia na wale wageni wenyewe ambao walikuwa hapa, wale wa Youth Alternative ambao wametoka Denmark, wanaleta ile maneno ya sustainable farming. Na hayo ni mambo ambayo tunafikiria pia itaweza kufikia watu wetu kule chini vipi, ili tuweze pia kuelewa badala tu ya kudepend zaidi kwa maneno ya cattle keeping, ni jinsi gani ambavyo pia tunaweza kubenefit kwa maneno ya sustainable farming, biodynamic farming na hata regeneration of our soil. Kwa sababu ukiendelea kufuga wale mifugo tu mwaka nenda mwaka rudi, inaharibu ile soil. Tunapata kunakuwa na hiyo maneno ya erosion inafanyika, tunapoteza ile fertility ambayo iko kwenye soil. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kuangazia maneno ya environmental peace building na kuleta zaidi wa mama katika conversation. Kuna ile UN Security Council Resolution 1325 ambayo inaangalia maneno ya vijana kwenye peace and security, na vile kuna hiyo UNSCR ya 2250 ambayo inaangazia participation ya wamama katika maneno ya peace building. Na hayo yote inazungumzia maneno ya participation, protection, maneno ya prevention na pia integrate wale ambao walikuwa katika conflict na sasa kuwaleta katika community. Kwa sababu saa zingine inakuwa vigumu kuintegrate back to the community. Kwa hivyo ni vizuri tuweze pia kuangazia maneno ya UN, kwa sababu haya vitu zote zaidi hata zile policy ambazo tuko nazo tunazigenerate kutokana na ile uwiano ya manchi katika maneno tofauti ya security, ya education na vitu kama hayo. Asante. Mimi nashukuru sana, muda ndi hatuna. I don't know. But msikizaji, cha maana sana kama tujakupa muda ni kwamba hii ni mafunzo ambayo ni lazima uweze kujua, kwa sababu ndani ya Top Gear sisi ni vijana, tunapiga burudani. Lakini tumesema kwa sasa tuna akili. Hatuwezi kuwa tunapiga sherehe 24/7. Hiyo sherehe hata pia itakosa kuwa na maana kama kesho hakutakuwa na amani. Kama kesho hatutachangia tupate amani, so that tupate ile environment ya kupiga nini? Ya kupiga sherehe. Mwisho ni tumeulizia kuhusiana na jinsi ambavyo watu, tuseme na kijana yote anataka kujiunga na Kepako, labda kwa njia moja au nyingine, kwa sababu tumesema unahusisha vijana kuleta amani ambayo tumesema ni muhimu sana. So ni vipi anaweza kujihusisha na Kepako, na given a time that amepata kwamba kuna kitu kinapangwa ambacho kinaweza kuvuruga amani, na tumesema kwamba kila kijana akikuwa ndiye ambassador wa amani, inaweza kuwa rahisi sana yeye kuweza kuripoti, na ataripoti vipi kwamba kweli nimefika mahali fulani nikaona kuna kitu fulani na hivi na hivi na hivi. Sijui unaweza kumwambia au anaweza kufanyaje? Samahani. Katika kutufikia tuko na ofisi yetu ambayo iko pale Kabesi. Kabesi ni hapa tu Kapenguria. Kabisa. Uwezi potea ukiuliza Kabesi. Wanafanya ile maneno ya asali. Ya asali kabisa. Pia labda kupitia mitandao yetu ya jamii, Kenya Pastorate Community Organization, ama unaweza tafuta Kepako. Tuna reply to emails, to messages, inbox ambazo tunazipata. Na pia tuna nambari ya simu ambayo kama tunaweza peana. Peana, hiyo ndio muhimu kwa sababu inakuwa nafasi kwao pia. So ni 0736 40 50 24. Tutarudia tena 07 36 40 50 24. Hiyo ni namba ambayo wakipiga kama ni kijana yote unataka kujihusisha na masuala ya amani, basi hiyo inakuwa rahisi. Mimi najua kwamba kuna mengi ambayo leo tumejaribu kusqueeze kwa hii time, but I know there is a lot of things tunastahili kufanya, na pia tunaomba kama radio na pia katika kipindi hiki, manake cha muhimu ni kwamba kuna nafasi na lazima tuweze kuzungumza na kuhakikisha kwamba tunasaidiana kama vijana, hata kama tuko hapa tunapiga entertainment but tupate information. So anytime feel kuna vitu ya muhimu nafanya na vijana, tafadhali msisite kutuhusisha kama radio, alafu itakuwa ni maana sana. Asante. Asante. Shukrani sana msikizaji kwa sababu ya nafasi hiyo. Namuona Ruto Moses yuko hapa ananiambia Alfomash wewe namna gani, but naona tuko katika nafasi nzuri sana. Till next time, nashukuru sana kwa mgeni wangu kuja na kuzungumzia. Kuna mengi tutaweza kuzungumza baadaye, lakini kwa sasa tutatumpatie Ruto Moses nafasi hiyo, alafu nitarejea katika awamu ya mwisho ya Top Gear kama kawaida.